Hello, wali wapenzi wa filamu kali kabisa. Leo niko na filamu kali na kwenda kwa jina la Subrat Mahaba. Huyu ni binti wa kijini ambaye anawasumbua sana binadamu. Filamu yetu inaanzia hapa. Leo katika jumba bovu moja hivi anaonekana kuna mdada analia. Na karibu na nyumba hiyo kijana Boshan alikuwa akipita. Kwa maajabu kabisa kijana Boshan alishangazwa kuona mdada akilia katika jumba hilo. Basi kwa mshangao kijana Boshan aliogopa. Lakini taratibu alisogea tena kutazama. Huyu dada kimemkuta kitu gani? Kwa hofu. Taratibu kijana Boshan alisogea tena. Alitazama. Akiangalia huku na huku. Labda huyu mwanadada amebakwa ama kuna tatizo lolote ambalo limemkuta. Basi kijana Boshan alijaribu kuchungulia huku na kule. Kutazama kama mwanadada amepatwa na tatizo gani ama amegongwa hata na nyoka. Taratibu kwa hofu, alisogea karibu kuna akiwa na wasiwasi mkubwa sana kijana Boshan. Lakini alimgusa bega dadangu. Dada, vipi? Umepatwa na matatizo gani dadangu? Umebakwa? Ama una matatizo gani? Lakini mdada hakuweza kuongea chochote, aliendelea kulia. Kijana Boshan alimuuliza, katika jumba kama hili kuna vijana wabaya wanaweza kukufanyia kitu kibaya ambacho kinaweza kikakuzuru dadangu. Leo unalia ukiwa hapa. Shida iko wapi? Lakini mwanadada huyu aliendelea kulia huku akiwa hana majibu yoyote ya kumwambia kijana Boshan. Kijana alikuwa akimwambia basi aendelee kunyamaza, yeye atampa msaada. Basi taratibu kijana Boshan alisogea akimwambia, kimekukuta nini? Wamekubaka? Hebu jaribu kunyanyua miguu basi nione kama wamekubaka kwa kiasi gani. Lakini mwanadada alikataa kufanya hivyo. Aliendelea kunungunika chini kwa chini mwanadada huyo. Kijana Boshan akiendelea kumuuliza, mdada mzuri kama wewe, wanawezaje watu kukufanyia matukio mabaya kama hayo? Lakini usiwaze dada yangu, mimi nipo hapa kwa ajili ya kukupatia msaada. Acha nichukue silaha yangu ambayo nimeidondosha. Halafu nije nikuinue tuondoke. Basi kijana Boshan alichukua silaha yake, halafu alimsogelea tena dada yule na kumwambia, kama hautajali naomba nikunyanyue tuondoke. Nina lengo zuri la kukusaidia. Basi taratibu alimshika katika mkono ili kuweza kumkokota na kumleta nyumbani kwake kwa ajili ya kumpa msaada. Kumbuka kijana Boshan anamwokota mdada ambaye hamfahamu. Anatokea wapi na kwa nini yupo katika jumba bovu kama hilo? Basi taratibu kijana Boshan alimshika na kumweka mkono wake begani na taratibu alianza kumkokota ili waweze kwenda nyumbani kwake. Na hapa ni nyumbani kwa kijana Boshan. Mke wake alikuwa nje akiosha vyombo, lakini akitazama filamu kali kabisa ya kutoka kwa kijana nguri, kijana Mwakatobe. Alikuwa akitazama filamu kali kabisa kutoka kwa Mwakatobe. Nafahamu watu wengi wanamfahamu Mwakatobe. Basi akiwa anaendelea kutazama filamu yake, ajabu anamuona mume wake akiwa anakokotana na mwanadada. Basi Mrs. Boshan alisimama juu na kujaribu kutaka kumuuliza mume wake kuwa huyu mwanamke kimemkuta nini na ni nani. Boshan akasema, mke wangu, huyu mwanamke nilimkuta katika jumba bovu. Jumba bovu ndio aweze kukukamatia begani namna hiyo? Kwani asingeweza kutembea mwenyewe mpaka umkumbatie? Boshan aliendelea kumsikiliza mke wake, akiona kama ni mwanamke mwenye roho mbaya sana. Kwanza mwambie atoe mkono begani. Halafu nenda kamkarishe pale chini. Mbona anaonekana bado ana nguvu? Mke wangu, hana nguvu huyu, alikuwa amechoka sana. Amechoka wapi? Mweke pale chini kwanza tumuone. Alafu mwanamke asijifanye kulegea kumbe anamtamani mume wangu. Mume wangu tuondoke. Ngoja kwanza nimweke vizuri. Umweke wapi? Ameshakaa chini huyo. Sasa naomba tuzungumze. Sasa mbona unanivuta hivyo mke wangu? Mtaa wa jirani kabisa kutoka kwa kijana Boshan. Hapa anaonekana kijana Hindustan. Yeye akiwa anatoka nyumbani kwake na mke wake akimuaga. Alikuwa akielekea kazini lakini mke wake akamwambia, kuna kitu umesahau mume wangu, naomba urejee. Aliporudi akamwambia, hivi unajiona umependeza sana? Akamwambia, naam, nimependeza kiasi fulani. Au unanionaje mke wangu? Akamwambia, sikiliza, ulisahau kufunga kifungo cha koti lako.
Oh, kumbe nilikuwa nimesahau. Ndiyo mume wangu. Hapo sasa umependeza. Na ndio maana kila siku nazidi kukupenda mke wangu. Barikiwa sana. Okay, mimi naelekea kazini. Tukutane tena baadaye. Bye. Bye mume wangu. Basi mwanamke alikuwa akiendelea kumtazama namna hiyo mume wake anaelekea kazini. Baada hapo naye aliingia zake ndani. Tukirudi nyumbani kwa kijana Boshan, binti aliyokotwa akiwa nje. Basi Mrs. Boshan alitoka ndani akiwa anamnyari binti huyu, naye aliendelea kumtazama. Mrs. Boshan akamwambia, we mwanadada, hivi mume wangu alikuokota kwa ajili ya msaada ama unamtaka mume wangu? Na kama uko na lengo la kumtaka mume wangu, basi umeshindwa, na hapa hautapata kitu. Hivi wewe unajiita Mrs. Boshan, hivi unanifahamu mimi ni nani? Nimesema sitaki kujua, ila hapo upati kitu. Na huo ukawa ni mwisho wa episode yetu ya kwanza ya Subrat Mahaba. Usikose kufuatilia episode ya pili na miendelezo ya episode zinazofuata katika mitandao yetu ya kijamii kama Ivan Rugos. Mimi ni DJ Rags. Bye bye.